Hola, Bwana asifiwe. Katika sehemu hii tunaendelea kujifunza somo hili la mwanafunzi wa Injili, na tumeendelea kujifunza habari ya ngazi tofauti za wafuasi wa Yesu. Nimezigawa ngazi hizo katika maeneo manne. Nimesema ni ngazi kwa sababu unaanza na ya chini afu unakwenda mpaka ngazi ya juu kabisa, na ngazi ya chini nimeweka kuwa ni ile ngazi ya sheria, vigezo na masharti, ambapo mfuasi wa Yesu anatunzwa chini ya hizo sheria na vigezo na masharti. Kwa hiyo anawekwa katika mazingira fulani ya sheria, vigezo na masharti. Baada ya muda, yule mfuasi wa Yesu kama anatamani atatoka kutoka ile level, na mara nyingi inatokea wengi kutoka katika ile level ya sheria, vigezo na masharti na miiko na kadhalika kwenda kwenye level inayofuata ambayo ni level ya unabii. Unabii ni namna moja fulani ya ufunuo, ni namna ya ufunuo wa ujumbe kutoka kwa Mungu. Baada ya level hiyo ya unabii, unaona, tuseme kidogo kuhusiana na unabii kwamba wengi wamefanya huduma au wamekuwa na ofisi ya nabii. Ukiangalia Agano la Kale, Agano Jipya, mpaka leo wapo watu ambao wana ofisi ya nabii, na wao kazi yao ni kutoa ujumbe kutoka kwa Mungu kuwapelekea wanadamu. Kimsingi huo ndio unabii, lakini unabii umeongezeka zaidi, ambapo sasa watu wanawatabiria watu wengine, wanawapa watu wengine habari zao zilizopita, habari zilizopo na habari zijazo. Ni watu hawapi tena watu habari kutoka kwa Mungu, au wanaweza wakawapa habari wakimweka na Mungu katikati ya hizo habari, kwamba Bwana anasema 1, 2, 3, lakini mara nyingi hiyo huwa sio sahihi. Kwa hiyo mtu anatakiwa ajifunze kutoka katika level hiyo sasa kwenda kwenye level inayofuata ambayo ni level ya ujuzi au ya maarifa. Kwa kimombo tunaweza kusema ni knowledge. Kwa mtu anatoka kwenye sasa kwenye level hiyo ya knowledge, yani pia kuna mambo mengi ambayo tumekwisha kuyaona. Unaweza ukafuatilia zaidi katika sehemu iliyotangulia, lakini kwa kifupi ni kwamba mtu anakuwa anafahamu mambo mengi kichwani. Kuna wengine wanasoma Biblia nzima, kwa hiyo wanakuwa wanaifahamu sehemu kubwa sana ya Biblia, au wengine wamekariri kabisa Biblia nzima. Lakini pia kuna wengine wanasoma sana kuhusiana na Biblia, wanasoma sana kuhusiana na dini. Masomo ya kuhusiana na Biblia na dini yanaitwa theolojia. Kwa hiyo utakuta kuna watheolojia wengi ambao wao, ukikutana na huyu mtheolojia, manake huyu ni mtu ambaye yuko katika ile level ya 3, ni level ya maarifa. Ngoja nikugusie kidogo hapo kwenye Wakorinto wa kwanza sura ya 8. Kama sio sura ya 8, sura ya 9 mstari wa kwanza tu. Nitakusomea kidogo hapa, kitu kidogo ambacho kinaweza kukupatia shida kama unabakia tu kwenye, au unapenda sana tu hayo maarifa, yani hiyo elimu. Ni maarifa tu, ni elimu tu. Ni Wakorinto wa kwanza sura ya 8. Okay, yes, inasema, na kwa habari ya vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, mstari wa kwanza, tunajua ya kuwa sisi sote tuna ujuzi. Ujuzi maana yake ndio hiyo knowledge. Sasa anatoa angalizo hapo kuhusiana na knowledge. Shida ya knowledge ni nini? Sema ujuzi huleta majivuno, bali upendo hujenga. Kwa hiyo ujuzi ule unamfanya mtu anajaa upepo. Kwa mtazamo wa kidunia, wasomi ni watu ambao wanakuwa na majivuno kutokana na
maarifa waliyopata kutokana na kusoma. Kuna kabila moja maarufu sana huwa tunalitania, wanapenda sana kujivuna kwa habari ya masomo, ya kusoma. Na unajua kwa nchi yetu, kwa Tanzania, mtu aliyesoma anaonekana kwamba ni mtu anayeongea kimombo. Kwa hiyo wamechukulia kimombo, nafikiri ni sehemu nyingi kwa Afrika, wamechukulia kimombo kama ndio elimu. Yaani mtu anayeongea kimombo anakuwa na maarifa sana. Sasa hiyo sio kweli. Kuna watu wengi wanaongea lugha tofauti na kimombo na wana maarifa kuliko hao wa kimombo. Pointi yangu hapa ni kwamba watu wenye maarifa, hata kama ni maarifa ya dini, wanakuwa na majivuno sana. Kwenye haya maarifa ndipo kuliko na wabaguzi. Kuna mwingine atawabagua watu kwa sababu yeye amesoma zaidi mambo ya dini kuliko wengine. Kuna wengine kabisa ndio wamejikita huko, wanasema wewe ni mchungaji Chemo, wewe unaona unafundisha neno la Mungu. Umesomea wapi kufundisha neno la Mungu? Mimi nimesoma miaka 18, miaka 25, nimesoma mpaka PhD ya theolojia. Mimi na maarifa ya theolojia. Kwa shida ya maarifa ndio hiyo, ni majivuno. Lakini ngazi inayofuata sasa ni ngazi ya ufunuo. Nimeelezea sana kwa sababu naipenda sana ngazi ya ufunuo, kwamba ufunuo kutoka kwa Mungu unakuja pasipo mtu. Yaani mtu hawezi kujivuna kwa mafunuo. Ingawa Mtume Paulo anasema mtu ningeweza kujivuna kwa mafunuo mengi, lakini ni hivi, ufunuo maana yake ni unapewa tu. Yaani hujafanya jitihada zozote kustahili ufunuo. Unapewa kujua mambo pasipokuwa umekaa darasani na kusoma. Unayapokea tu kwa kupitia kitu tofauti na milango mitano ya fahamu. Sasa nitaka nielezee kidogo aina tofauti za mafunuo au za ufunuo. Kwa katika sehemu zilizotangulia nimejikita sana kusema kwamba kuna ufunuo wa neno la Mungu. Lakini nataka tunapoelekea mbele sasa tuangalie ufunuo wa Mungu mwenyewe. Yaani jinsi Mungu alivyojifunua kwa ulimwengu. Sasa kabla sijaenda huko kwenye ufunuo wa Mungu mwenyewe, nianze kuonyesha mfano wa jinsi Mungu alivyokuwa anajifunua. Au labda ndio safari yenyewe tunaanza hapa. Mungu alijifunua kwa wanadamu katika namna tofauti sana. Ukifuatilia katika nyakati za sasa hivi, utagundua kwamba kuna dhana, niseme ni dhana au ni namna ambavyo watu wanamfahamu. Wanasema Mungu ana nafsi tatu, yaani Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hizo ni namna tu ambazo Mungu amejifunua kwa siku za hivi karibuni, lakini sio njia pekee, sio namna pekee ambazo Mungu amejifunua kwa watu. Huko nyuma Mungu alijifunua kwa kila mtu aliyekutana naye tofauti kabisa. Yaani Mungu alijidhihirisha kwa kila mtu aliyekutana naye tofauti kabisa. Kusoma kwenye Waebrania 1:3 inasema, yeye kwa kuwa ni mwanao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Kwa unaweza ukaona huu mstari hauna maana sana na mantiki ya somo letu hapa, lakini una maana. Anasema yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, image yake. Yaani Yesu Kristo ilikuwa ni ufunuo wa Mungu katika namna ya mwili. Mungu alijifunua sasa, hiyo haikuwa na kificho. Yaani alijifunua kwa kila mtu kwa namna ya mwili. Alijifunua kama mtu mwenzao na watu waliokuwa duniani. Kwa ilifika wakati Mungu alijifunua namna hiyo. Enzi za huko nyuma, kusoma hiyo Waebrania, kusoma Waebrania mstari wa hiyo Waebrania 1 mstari wa kwanza,
anasema, wa pili anaeleza kwamba hapo zamani Mungu alijifunua kwa watu kwa namna tofauti, kwa namna nyingi tofauti, sio kwa namna hizi tatu tu. Nataka nirudi tena nyuma kidogo. Ninaposema Mungu amejifunua kwa namna hizi tatu, ninaleta tena kitu kipya, kwa sababu unaweza kusema Mungu ana nafsi tatu. Mungu ana nafsi tatu, lakini mimi nimeona niiweke hivi: Mungu amejifunua kwa namna tofauti ambazo watu wamezishika hizo tatu. Amejifunua kama Baba, amejifunua kama Mwana, na amejifunua kama Roho Mtakatifu. Sasa tukimwongelea huyo ni Mungu, ni the same Yahweh. Yahweh amejifunua kama Baba, amejifunua kama Mwana, na amejifunua kama Roho Mtakatifu. Hata huko kujifunua Yahweh ni ufunuo ambao haukuwepo hapo kabla. Kabla ya kujifunua kwa Musa kama Yahweh, Mungu alikwisha kujifunua kwa watu wengine. Alijifunua kwa Abraham, kwa Isaka na kwa Yakobo, akiitwa Mungu wa Abraham, Mungu wa Abraham, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Kwa hiyo hizo zote ni namna ambazo ni aina za ufunuo, ni aina ambazo Mungu anatokea watu. Sasa hivi ukienda kwenye nchi kama Iran na nchi nyingi za ambazo hazifikiwi na watu kwenda kuwafikia watu wa Mungu waliopo kwenye hizo nchi, Mungu Bwana Yesu anajifunua kwa watu kupitia ndoto, kupitia njozi, kupitia maono. Anawatokea kabisa, anaongea nao kama vile alivyofanya enzi za kina Petro, za kina Paulo, kwa sababu Sauli ambaye ni mtume Paulo, Mungu alijifunua kwake, alijimtokea. Yesu mwenyewe alimtokea, akajifunua kwake, akajitambulisha kwake kwa nguvu, kwa nguvu sana. Alijifunua kama Bwana Yesu, na akishajifunua kwako namna hii, nakwambia hata kama we ni mbishi kiasi gani, huwezi kustahimili. Nakwambia mtume Paulo, huyu Sauli alikuwa ni champion wa Mafarisayo, anakwenda kutafuta watu ambao ni wa Kristo, akisema hawa ni watu dhaifu sana, wanaharibu dini yetu. Anawakusanya na kuwatesa wale watu, anapingana na huyo Kristo. Siku alipofunuliwa Kristo, siku Kristo alipojifunua kwake, hakuna mtu hata mmoja aliyemwambia Sauli kwamba huyu hapo ni Yesu. Alijua moja kwa moja, hakupata knowledge kutoka kwa mtu mwingine, lakini alimwambia tu, mimi ni Yesu unayemtesa. Tuendelee, nataka niongelee tena ufunuo wa Mungu katika sehemu inayofuata.